بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu, viongozi wetu, walimu wetu, shifaa yetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kuweza kukusanyika katika khairul biqa, katika sayyidul ayyam, katika sayyidush shuhur. Mwenyezi Mungu kuweza kutukutanisha katika khairul biqa ambao ni msikiti, lakini vile vile katujalia tunaweza kukutana katika sayyidul ayyam, wana wa masiku ambao ni yaumul jumaa, lakini katika sayyidush shuhur, wana wa miezi ambao tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Khatibu wetu wakati alipokuwa kwenye mimbar amegusa nukta nyingi sana: zakatul fitri, lailatul qadri, dhikrullahi. Ametupatia faida nyingi sana, lakini na mimi huwa napenda nikiingia katika muhadhara wangu niguse nukta ambayo kwamba khatibu ameizungumza, moja katika yote aliyozungumza nigusie jambo moja. Lakini leo nukta zangu zitakuwa ni mbili, nitazungumza kwa dakika chache, kwa sababu hapa kuna jambo ambalo kwamba linataka kufanywa, nao ni mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo nitazungumza kuhusia yale yaliyozungumzwa juu, lakini vile vile kwa tukio hili la Qur'an pia ndio itakuwa ni mada yangu kumalizia. Wakati khatibu ilivyokuwa akitoa khutba, alitaja hadithi ya Mtume Muhammad. Mtume asema, inna rafa'a as-sawti bidhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hii ni dhikrullah, utaji wa Mwenyezi Mungu. Utaji wa Mwenyezi Mungu, ma maana dhikr? Unaposema dhikrullah ina maana kutaja Mwenyezi Mungu, lakini dhikri ukija katika kilugha imekuja dhiddu nisyan, yaani maana dhikri dhiddu nisyan, ni kinyume cha kusahau, maana yake ni kukumbuka. Unaposema dhikrullah ina maana kukumbuka Mwenyezi Mungu na ina maana kutaja Mwenyezi Mungu. Unapomtaja Mwenyezi Mungu umekumbuka, na ukimkumbuka utamtaja Mwenyezi Mungu. Dhikrullah, utaji wa Mwenyezi Mungu. Utaji wa Mwenyezi Mungu min akbari al-ibadat, ni miongoni mwa ibada kubwa sana hapa duniani. Sisi tunaswali, tunasoma Qur'an, tunafunga, tunafanya kila aina ya ibada, zote zitakatika endapo Mwenyezi Mungu atatujalia kuwa ni watu wa peponi. Watu wa peponi hawataswali wala kusoma Qur'an, hakuna saumu. Ile ni dawa kujaza, ni nyumba ya malipo. Mwenyezi Mungu anaenda kuwalipa waja wake walioyatenda hayo mema duniani. Sitakatika, sio kwamba hakuna janna wala kuswali wala hakuna kufunga wala kusoma Qur'an, sitakatika. Hizi tunazifanya hapa, lakini dhikrullah, utajo wa Mwenyezi Mungu hautokatika. Ahlul janna yadhkuruna Allah kama yadhkuruna an-nafas. Watu wa peponi wataendelea kutaja Mwenyezi Mungu tena bila taklifu, kama yadhkuruna an-nafas. Yaani wewe unapokaa, jinsi unavyopumua na kuvuta ile oxygen na kupumua, ndio ahlul janna watamtaja Mwenyezi Mungu. Utajo wa Mwenyezi Mungu haukatiki, utajo wa Mwenyezi Mungu utaendelea. Na ndio maana Mwenyezi Mungu
ameweka malipo makubwa kwa wale watakaoshikamana na utajo wake. Mwenyezi Mungu asema wadhakirina Allaha kathira wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wale wanaume watakaotaja Mwenyezi Mungu na wanawake, Mwenyezi Mungu asema a'adda Allahu lahum maghfiratan, Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha wa ajran 'azima, na ujira mkubwa siku ya Kiyama, nayo ni pepo. Allahumma ij'alna minhum. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu hao. Lakini dhikri, tukisema tuichambue dhikri kwenye Qur'ani, dhikri imekuja kwa maana nyingi kwenye Qur'ani, kwa maana nyingi sana. Lakini tuje katika ile nukta ambayo khatibu ameieleza. Khatibu wetu leo ametuelezea hadithi ya Mtume kunyanyua sauti kwa kumtaja Mwenyezi Mungu kila baada ya swala ya faradhi, kana ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni kutoka zama za Mtume Muhammad. Mtu anaweza kujiuliza, anayemtaja Mwenyezi Mungu kwa siri, anayemtaja Mwenyezi Mungu kwa sauti, shekhe, ikoje hili? Yaani kumtaja Mwenyezi Mungu kwa siri na ukamtaja Mwenyezi Mungu kwa dhahiri. Mimi nakwambia kwa mujibu wa Qur'ani, zote ziko sawa na kila mmoja yuko sahihi. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu kwenye Qur'ani dhikri imekuja dhikrul qalb na kuna dhikrul lisan. Kwenye Qur'ani dhikrul qalb kumtaja Mwenyezi Mungu kwa moyo, imekuja wapi? Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah. Dhikrul qalb tukubaliana hapo. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah. Dhikrul qalb, taja Mwenyezi Mungu ndani ya moyo. Lakini kuna dhikrul lisan, fa idha nawaitum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Dhikrul lisan, kumtaja Mwenyezi Mungu kwa ulimi. Hii sasa sio kwa siri, na ndio utaona ukirudi katika hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu asema wa man dhakarani fi nafsihi, man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Sallu ala Muhammad. Mwenyezi Mungu asema yoyote atakayenitaja mimi kwa siri, naomba unisikilize, yoyote, ni hadithi al-Qudsi. Mwenyezi Mungu asema yoyote atakayenitaja kwa siri dhakartuhu fi nafsi, na mimi namtaja kwa siri peke yake. Lakini Mwenyezi Mungu asema wa man dhakarani fi mala'in, atakayenitaja mimi mbele za watu dhakartuhu fi mala'in khairin minhu, na mimi namtaja mbele za watu bora kuliko hao. Tukija kwa wanazuoni, Ibn Hajar al-Asqalani asema wa dhikru fi mala'in la yakunu illa an jahri. Kumtaja Mwenyezi Mungu mbele ya watu si kwa siri, la yakunu illa an jahri, haiwi ila itakuwa ni kwa kujidhihirisha kwa sauti. Kwa hivyo wa man dhakarani fi mala'in, atakayenitaja mimi mbele za watu. Ni vipi kumtaja Mwenyezi Mungu mbele za watu? Ni pale sisi sote tumekaa hapa baada ya swala, ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Yani mimi naleta dhikri, aliyoko hapa ananisikia na huyu naye mwenzake anamsikia, aliyoko nyuma unasikia sauti, tunapokezana. Dhikru fi mala'in, hii ndio kumtaja Mwenyezi Mungu mbele za watu. Lakini faida yake Mwenyezi Mungu asema dhakartuhu fi mala'in khairin minhu, nitamtaja mbele za watu bora kuliko hao. Kina nani? Malaika. Yani wewe unamtaja Mwenyezi Mungu kwa sauti, Mwenyezi Mungu anakutaja mbele ya malaika. Malaika wote toka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya saba wanasikia jina lako linatajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kheri kubwa iliyoko. Kwa hivyo haya ni masala ya dhikri ambayo yamekuja katika Qur'an, na dhikri imekuja bi maana taa wal jaza. Fadhkuruni adhkurkum, nitajeni na mimi. Fadhkuruni at-taa, lakini adhkurkum al-jaza. Ni
tukisema tueleze ni kitu kikubwa sana, ni jambo kubwa sana, ni ibada kubwa sana, na ndio maana utaji wa Mwenyezi Mungu umewaokoa hata manabii, mitume waliokolewa kwa sababu ya dhikrullah, utaji wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akatupa ahadi katika Qur'ani kutuonyesha sisi waja wake, sio kwamba mimi nimewaokoa mitume wangu, hata yoyote katika nyinyi ambaye ni muumini atashikamana na utaji wangu, basi mimi nitakuwa karibu na yeye. Ushahidi uko wapi? Ni Nabii Yunus alayhi salam. Sote hichi kisa tunakifahamu, lakini nukta tunayotaka mimi ni moja. Nabii Yunus kana fi batni al-hut ayyam, ilikuwa katika tumbo la samaki ayyama. Zimekuja riwaya tofauti tofauti, lakini kauli moja katika akwali, alikaa kwenye tumbo la samaki siku 40. Siku 40 yuko kwenye giza la bahari, yuko kwenye giza la tumbo la samaki, siku 40. Lakini Nabii Yunus, kitu kilichomuokoa sote tunafahamu ni pale aliposema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sasa nukta ninayoitaka mimi ni baada ya kuleta dhikri kama hii, Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anasema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Nukta ninayoitaka mimi iko hapa. Mwenyezi Mungu asema fastajabna lahu, baada ya kumwomba Mwenyezi Mungu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, Mwenyezi Mungu alimwamrisha yule samaki kwa jina anaitwa chewa, nenda katapike katika ufuo wa bahari. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anasema fastajabna lahu, tukamkubalia maombi yake, wa najjaynahu min al-gham, tukamtoa katika giza, wa kadhalika nunjil mu'minin. Hapo sasa, wa kadhalika nunjil mu'minin, sio kwamba mimi nitawaokoa tu mitume wangu wakiwa katika shida, wa kadhalika nunjil mu'minin,